Hivi unachukuliaje? Unachukuliaje? Hivi nakutumia message unijibu, nakupigia simu upokee, alafu nakutumia message WhatsApp unaniblotiki. Unachukuliaje wewe? Alafu Jeni, inaonekana kabisa unataka unisaliti. Na umeenda nyumbani kwa Kidagi kufanya nini? Kwa nini uende kwa Kidagi bila taarifa yangu? Niachie kwanza ili nikujibu vizuri. Nasemaje sikuachii? Alafu unaonekana kabisa unataka kunisaliti. Kwa nini? Mimi sina nia kukusaliti. Unajua Jeni ni mpumbavu sana. Toka tulivyoachana pale unaonekana kabisa haupo kwenye mfumo. Sofia, unavonikaba hivi siwezi nikakwambia kwa uhuru. Naomba niachie kwanza. Kwa uhuru? Uhuru gani unataka wewe? Hujataka uhuru na ndio maana Safi. Wewe ni mshenzi sana. Ni kwa nini ulichukua langu afu kaondoka bila kuniambia? Hela. Ina maana hujui? Hujui na unakataa. Kwa nini? Unachukua langu wewe? Unachukua hela? Dada Sofi, sasa usimpige kiasi hicho. Kwani hiyo pesa ni shilingi ngapi? Huyu nitampiga mpaka nitampiga. Kachukua 30 yangu. Dada Sofi, sasa usimpige kwa ajili ya 30. Mimi pesa nitakupatia. Naomba umwache Jeni. Naomba unisikilize vizuri wewe takataka. Hii haiishi mpaka iishe. Na ukae ukijua kwamba sijamalizana na wewe. Mshenzi wewe. Jeni, kwa nini umechukua pesa ya Dada Sofi? Dada Sofi! Jeni! Farida! Farida! Fari vipi ndani hayupo? Huku ndani hayupo kaka. Farida! Farida! Wewe vipi? Unaweza kuniambia Farida yupo wapi? Alafu isitoshe mmeacha mboga ndani, yani hata kuichambua mjamalizia kabisa, yani hata dongo mjatoa. Farida yupo wapi? Kaka, unaponiona hapa nimetoka kumsindikiza Farida huko bondeni. Umetoka kumsindikiza Farida? Ndio, kaka. Mlivyotoka tu hapa nyumbani, dada yake na Farida alikuja hapa. Na baada ya kufika hapa, walianza kugombana na sikujua shida ni nini. Baada ya hapo dada yake Farida alimwambia amfuate nyumbani. Kwa hiyo Farida alivyorudi, tulishindwa kumalizia kuchambua zile mboga. Kwa hiyo Farida akasema ngoja aende nyumbani kwa dada yake. Kwa hiyo mimi nikaona ni bora nimsindikize. Ila nimemsindikiza tu hapo, nimeishia tu hapo bondeni, sijafika hadi kwao mimi. Kwa hiyo umesema umemsindikiza mpaka wapi? Nimemsindikiza hadi hapo chini. Naomba sasa mnisikilize sawa? Kama dada yake Farida imefikia stage ametiandaa hapa na amekuja kumwambia Farida amfuate kwa nyumbani kwao, uende uko salama na 0% kabisa. Kwa hiyo cha kufanya hapa, cha msingi na cha sekondari, itabidi mimi mnisikilizie hapa. Niende huko kwa sababu huenda hata Ngosha atakuwa ametiandaa kwa nyumbani kwao. Kwa ajili ya kulinda usalama Farida, itabidi mimi nitoke hapa niende huko nikaangalie je ni kitu gani kinachoendelea au dada yake mkuja hapa kumwita kwa kitu gani cha msingi hasa. Kwa hiyo itabidi Sabiga ukae na sister hapa nyumbani. Mimi niende nikaangalie ni kitu gani kinachoendelea sawa? Yaani huko ni kimavi mavi. Kama leo Ngosha ni kuoana naye basi itabidi leo tuoane. Kama kutoboana basi leo itabidi tutoboane. Yaani leo kimavi mavi, leo dore basi dore gumba askari zangu yani. Itabidi ubaki hapa sawa mwanetu. Kaka, siwezi kukuacha uende mwenyewe. Inabidi mimi na wewe tutoke hapa tuende kwa kina Farida. Tukajue nini kinaendelea. Huwezi kumwacha mtu hapa kaka. Mimi na wewe tunaenda wote. Wewe mwanangu mbona kwa kapege ndai kama mwanangu mbona kwa mbishi? Au kwa sababu umenyoa mwanangu na unataka mimi kunibishia, si ndio? Mimi nimekwambia sikilizia hapa na dasista, mimi naenda kule mwenyewe ile askari mmoja tu. Kaka, siwezi kubaki peke yangu hapa na sister nyumbani. Sister yeye atabaki hapa nyumbani ila mimi na wewe inabidi tuende kwa Farida. Au vipi? Ndio. Basi hapo nyewe dole tufutike. Hamna shida kaka, tusepe. Anaika. Abe kaka. Itabidi ubaki hapa nyumbani utoe kitu sawa? Singo watu ndio huko kwa Farida tukaangalie je ni kitu gani kinachoendelea. Tukirudi hapa tukute kila kitu kiwe sawa sawa. Usitoke mzee. Toke. Shikamoo Kindege. Wewe Taila, ni muda gani unaorudi hapa?
Ina maana hiyo shuleni umekuwa kutoka jioni, si ndio? Naomba unisamehe sana Aunti Kindege. Mwalimu wangu alikuwa na matatizo, ndio maana nikamsindikiza. Matatizo? Kwa hiyo matatizo ya madamu wako yanakuhusu nini? Au wewe umeenda shuleni kwa ajili ya matatizo ya madamu wako? Hapana, ndio nimekuomba samahani. Naomba unisamehe. Na hata hivyo, matatizo yanatokea kwa binadamu na sio wanyama. Na mimi mwenyewe ndiye nilimuomba nimsindikize, na hata yeye kanisindikiza mpaka hapa nyumbani. Amekusindikiza? Kwani yuko wapi? Kaishi hapo nje geti, kashaondoka. Na ana bahati. Maana nitaka nimfuate aniambie kuwa shuleni wanafunzi wanaenda kwa ajili ya matatizo yake au wanafunzi wanaenda kusoma na kurudi nyumbani. Na hata hivyo, hili halijaishia hapa. Hata huyo Mr. Ben akirudi hapa nyumbani namwambia kila kitu naye nieleze kama wewe shuleni ikupeleka kwenye matatizo ya madam au alikupeleka kusoma na urudi nyumbani. Hapana Aunti Kindege, naomba unisamehe, haitojirudia tena. Nisikilize wewe. Mimi neno msamaha silijui. Na kwa kosa ulilofanya leo, itabidi upite na ukalale. Hamna kula. Aunti Kindege, lakini mimi nimetoka shuleni na njaa. Wewe madamu wako hajakulisha? Alikuwa anajua tu kukuzurulisha huko, anakuchelewesha kurudi nyumbani. Alitegemea utakula wapi? Nimekwambia pita kulala. Basi sawa. Kwa hiyo muda wote ambao nimekwambia unifuate nyumbani, sasa hivi ndio umeamua kuja, si ndio? Ndio, ndo nimeamua kuja. Na nimekuja tu ni kwa sababu umenitisha kwa utamwambia mama kila kitu. Hali yakuwa kabisa tulielewana kitu ambacho kinanihusu mimi upate kumwambia mama sasa hivi. Mpaka pale ambapo matatizo yangu yote yakiisha ndio tutakwambia mama. Lakini wewe kwa nini unataka kukeuka sasa ambao tumeelewana? Farida, wewe ukijiangalia, yaani ukijiangalia kabisa vizuri mwenendo wako, unaona kama unayoyafanya hapo kwenye makubaliano yetu. Uone kama wewe ndio umenigeuka. Kwa sababu unafanya kila kitu mwenyewe. Yaani unajiamlia cha kufanya. Hamna chochote ambacho unanishirikisha. Na kila nikijitahidi kutaka kujua nini unafanya, una mipango gani, hamna unachoniambia. Haya, umechukua vitu kwa mume wako. Unaweza ukaniambia hivyo vitu umevipeleka wapi? Wakati vile vitu ni vitu vya ndoa yako na ni vya muhimu sana kwenye maisha yenu. Leticia bwana, nimeshakwambia mimi vitu sijui vilipo. Yaani kiufupi mimi sijachukua, sijui chochote. Farida, usitaki kuniona mimi ni mjinga au mimi ni mpumbavu. Kumbuka mimi ni mkubwa. Halafu Farida, wewe ni mdogo wangu. Kwa hiyo nakujua vizuri kuliko hata ambavyo unajijua wewe. Bonyeza subscribe na uwashe kengele